usitake sana kuhoji alacho kuku, utachafukwa roho umchukie kuku bure. Wala usitake kujua nyuki ameitengenezea nini asali, hutaila. Karibu sana mtazamaji wa Bob TV. Ningependa kuwapa shukrani kwa kufuatilia tamthilia ya Bembea ya Maisha. Niite Mwalimu Amon, na bila kupoteza muda, hebu tusanzuke kwenye swali letu la dondoo ambalo lilitahiniwa mwaka wa 2023 kwenye mtihani wao wa kitaifa. Ni sehemu ya cha tamthilia karatasi ya 3. Swali linasema hivi: usitake sana kuhoji alacho kuku, utachafukwa roho umchukie kuku bure. Wala usitake kujua nyuki ameitengenezea nini asali, hutaila. Swali la kwanza: eleza muktadha wa dondoo hili, alama 4. Swali la pili: bainisha toni katika dondoo hili, alama 2. Swali la tatu: tambua aina 2 za taswira katika dondoo hili, alama 2. Swali la 4: fafanua umuhimu wa anayeambiwa maneno haya katika kuijenga tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama 6. Swali la ba: kudumu kwa asasi ya ndoa kunategemea juhudi za wahusika. Thibitisha kauli hii kwa kurejelea ndoa ya Yona na Sara katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama 6. Tuanze na swali la kwanza ambalo linasema eleza muktadha wa dondoo hili, alama 4. Dondoo limetolewa ukurasa wa 20 na anayezungumza ni Sara ambaye tunamuita msemaji. Kisha msemewa ni Neema, yani anazungumza na Neema. Ukitazama vizuri, wameketi ukumbini nyumbani kwa Neema. Neema anamdadisi mamake kuhusu uhusiano wake na baba yao ambaye ni Yona. Swali la pili: bainisha toni katika dondoo hili, alama 2. Jina lingine la toni ni mazaji. Wanaweza kuuliza wakisema bainisha mazaji katika dondoo hili, ambayo ni alama 2. Kwa hivyo kuwakumbusha tu maana ya toni ni kwamba ni mtazamo wa mwandishi unaoonyeshwa kupitia maneno na maelezo anayochagua. Kwa hivyo mwandishi anaweza amua kuandika neno ambalo litakuwa na toni ambayo tunasema ni feel ama tunasema ni moods, yani tunaona inaleta mood fulani katika maneno. Na pia ukiangalia toni pia huibua hisia kwa msomaji. Kwa mfano, unaweza soma neno kisha likakupa masikitiko, likakupa huzuni. Unaweza soma neno au sentensi likakupa matumaini, au pia kuna maneno ambayo ukiyasoma yanakupa hekima na pia yanakupa ushauri. Kwa hivyo hiyo ndio tunasema maana ya toni. Kwa hivyo swali lolote ambalo watakuwa wanauliza wakisema bainisha toni katika dondoo hili, tunasema kwamba tafuta neno ambalo linaibua hisia kwa msomaji. Na tunapotazama kwenye dondoo letu, tunaona kwamba tuna toni la kushauri, kutahadharisha, kuonya au unaweza sema kuelekeza. Pia tuna toni ya hekima. Manake dondoo hili linaonyesha mtindo wa kujifunza na kwa kutoa mifano ya kuku na nyuki ili kusisitiza ujumbe wake. Swali la 3: tambua aina 2 za taswira katika dondoo hili, alama 2. Hebu tujue maana ya taswira. Na tunaona kwamba taswira ni mbinu ya mwandishi ambayo inamfanya msomaji aone picha kamili ya kitu, jambo au mahali hapo. Na dhima ya taswira huwa kumwezesha msomaji aelewe zaidi jambo husika. Tuna aina 6 za taswira. Tunaanza na taswira ya kwanza ambayo ni taswira muonjo. Hapa tunaona kwamba msanii anaweza kutueleza namna chakula kilionjwa hadi msomaji akataka adondokwe tu na mate. Taswira ya pili ambayo ni taswira oni. Hapa msanii hutoa maelezo hadi msomaji akaona picha ya kitu au jambo fulani mawazoni. Hiyo tunaita taswira oni. Taswira ya 3 inaitwa taswira hisishi au taswira hisi. Hapa msanii anaweza kueleza hisia za mhusika fulani kama furaha, majonzi na kadhalika. Taswira ya 4 ambayo ni taswira makini. Hapa msanii anaeleza jinsi ambavyo alisikia jambo fulani kwa makini. Taswira ya 5, taswira mnuso.
Hapa msanii anaeleza mambo kuhusu harufu anayoingiamua kupitia pua lake. Kisha taswira ya 6, taswira mguso. Msanii anaeleza alivyohisi kwa mguso. Yaani unamguza mtu, kisha anaeleza alivyohisi. Taswira mguso. Kwenye dondoo hili tunaona tuna taswira ya aina 2 ambayo ni taswira hisi na taswira muonjo. Je, yamejitokeza vipi? Tunapotazama taswira hisi, unaona kwamba umchukie kuku bure, au tunaweza sema kuchafuka roho. Kisha taswira muonjo inajitokeza ambapo anasema alacho kuku, hutaila. Swali la 4, fafanua umuhimu wa anayeambiwa maneno haya katika kuijenga tamthilia ya Bembea ya Maisha, ambayo ni alama 6. Anayeambiwa ni Neema, na kupitia kwake tunatambua swala la elimu. Mhusika ana shahada 2, amegharamia elimu ya nduguze na anadhamini elimu ya wanawe. Tunaona kuwa ametumiwa kuendeleza maudhui ya ndoa, ameolewa na Bunju, anamhoji mamake kuhusu ndoa yake na babake. Kisha anaendeleza swala la uwajibikaji, anawatunza wazazi na pia anawashughulikia nduguze na kuwalea wanawe. Kupitia kwake tunatambua swala la mshikamano wa kijamii. Anatangamana vizuri na wazazi, nduguze na familia yake. Anachimuza swala la mabadiliko. Amesoma, anafanya kazi tofauti na ilivyokuwa awali. Anaendeleza swala la malezi. Anashirikiana na mumewe kuwalea wanawe. Anajenga mgogoro katika tamthilia. Tunaona mgogoro wa nafsi, maamuzi ya Bunju. Tunaona kwamba mama kutolala kwake yanamkwaza sana. Pia mgogoro baina yake na Bunju kuhusu majukumu ya kifamilia na masuala ya utamaduni. Neema anaendeleza ploti. Anasafiri kwenda kijijini kumchukua mama na kumrudisha kijijini baada ya kupokea matibabu. Kupitia kwake tunatambua sifa za wahusika wengine, uwajibikaji wa mamake na msimamo imara wa Bunju kuhusu masuala mbalimbali. Kupitia kwake tunatambua dhamira na falsafa ya mwandishi. Tunatambua mtazamo wa mwandishi kuhusu nafasi ya utamaduni, usawa na kijinsia. Kupitia kwake tunatambua swala la maendeleo. Anamtanabahisha mama yake kwamba jamii nyingi zimeendelea nao wamebaki hapo hapo. Kupitia kwake tunatambua swala la taasubi za kiume. Bunju anamkumbusha kuwa yeye ndiye kichwa cha familia. Swali la ba, kudumu kwa asasi ya ndoa kunategemea juhudi za wahusika. Thibitisha kauli hii kwa kurejelea ndoa ya Yona na Sara katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama 6. Swali hili linataka tueleze mikakati ambayo Yona na Sara wanatumia kudumisha ndoa yao. Tunaona kwamba Yona anatekeleza majukumu yake, anakidhi mahitaji ya familia yake, anawasomesha wanawe, anawachunga mifugo na kushughulikia mashamba. Tunaona kwamba Sara anatambua na kumshukuru Yona kwa kuwajibikia malezi. Anamwambia Yona kwamba alicheza sehemu ya malezi vizuri. Wanashirikiana katika malezi. Yona anasema kwamba Sara alimsaidia kulea na kusomesha watoto katika kipindi kigumu. Sara akiuza maziwa na bidhaa za shambani sokoni, naye Yona akishughulikia ng'ombe na shamba. Tunaona kwamba Sara anawajibika majukumu yake kama mke. Anaposhindwa kupikia Yona, anamuomba Dina kuja kumsaidia. Wanahifadhiana dhidi ya shutuma za watu. Pamoja na ulevi wa Yona, Sara anamtetea mbele ya watoto wake. Anamwambia Neema kwamba baba yao alijaribu. Anamtetea kwamba aliyoyafanya yalitokana na midomo ya watu. Yona naye anamtetea Sara dhidi ya lawama ya Beni kwamba ameenda kuishi mjini na watoto. Tunaona kwamba pia wanabuni mikakati ya kusuluhisha migogoro yao. Tunaona Sara anamwambia Neema kwamba walibuni mizaha ya kufanyia matendo ya Yona ambayo yangewaponza. Pia Sara anasema ilibidi ajue namna ya kuishi na mlevi wake. Pia tunaona wanakosoana inapobidi. Yona anapolalamika kwamba Sara anamchongea kwa watoto,
Sara anamwambia kuwa anayafanya makubwa. Yona naye anamwambia asiyafanye marefu. Wanasameheana, wanahimiza maridhiano. Hapa tunaona Yona anapotambua kwamba alimkosea mkewe, anaomba msamaha. Tunaona kwamba Sara na Yona wanadhamini wana wao. Sara anawaona watoto kama zawadi ya ushirika wake na Yona. Dhamani yao kwa watoto inawafanya kuvumiliana. Sara anasema kwamba alijua watoto si nguo ya kutungwa. Ilibidi ajue namna ya kuishi na mlevi wake. Ilibidi nijue namna ya kuishi na mlevi wangu, mpaka ikafikia tunaangushiana mizaha kuhusu hili ambalo awali karibu lituponze roho. Limeshawaponza mama. Ona sasa ulivyo. Kumbuka alivyoeleza daktari. Tatizo lako la moyo limesababishwa na vurumai hizo. Kelele siku hadi siku. Wakati mwingine matusi na kusimangwa. Na maji yalipozidi unga, inzirani ikaumana na ngozi. Sasa ona hali yako mama. Shukran sufufu kwa kuwa nami hadi tamati. Bila kusahau nimekuwa wako Amon Anses. Kwa hivyo kama una swali au una maoni, waweza ukatutumia kwenye nambari ambayo unaiona kwenye skrini yako. Pia ni vizuri kucomment, share na like. Bob TV Animation. Lakini ndiyo tabia yenyu wanawake. Miaka inaposonga kama hivi mnatuona kama vile tambara mbovu. Tambara lisilomjua hata mpiga deki akilini. Swadakta sana mpenzi mtazamaji wa Bob TV Animation. Kumbuka ni nahodha wako mwalimu Amon Anses. Na leo hii tunaenda kulijibu swali aina ya dondoo kutoka kwenye tamthilia ya Bembea ya Maisha. Swali linasema hivi: lakini ndiyo tabia yenu wanawake. Miaka inaposonga kama hivi mnatuona kama vile tambara mbovu. Tambara lisilomjia hata mpiga deki akilini. Swali la kwanza. Eleza muktadha wa dondoo hili. Alama 4. Swali la pili. Eleza umuhimu wa msemaji katika kukuza ploti. Alama 4. Swali la 3. Tambua mbinu 4 za kimtindo katika dondoo hili. Alama 4. Swali la da. Kwa kutoa hoja 8 kutoka kwa tamthilia, eleza ni vipi utamaduni ulivyodhaminiwa katika jamii hii ya Bembea ya Maisha. Alama 8. Hili ni swali ambalo limetumwa na Benson Mtuira. Kama kawaida, mwanafunzi, ikiwa una swali, tuma tu swali lako kwa namba ambayo unaiona hapo kwenye skrini yako. Kwa hivyo, tukianza na swali la kwanza, eleza muktadha wa dondoo hili. Na tunaona kwamba haya ni maneno ya Yona. Na Yona tunamuita msemaji. Kisha alikuwa akimwambia Sara ambaye ni msemewa, wako kwao nyumbani. Yona anasema maneno haya baada ya Sara kumjuza kwamba alikuwa hawezi kumpikia chakula kwani anaumwa. Kumbuka kwamba Yona anazungumzia neema kuwafaa wazazi wake wakati huu wa uhitaji. Swali la ba. Eleza umuhimu wa msemaji katika kukuza ploti. Alama 4. Kumbuka kwamba dondoo hili limetoka ukurasa wa 4. Kwa hivyo, tunataka tuone umuhimu wa msemaji ambaye ni Yona. Tunaona kwamba anaingia nyumbani na kuulizia chakula. Hili linazua mgogoro kati yao. Kisha tunaona Yona anataka Neema awasaidie kwa sababu alimsomesha. Tunaona kwamba analewa na kupoteza kazi yake. Anashiriki vikao na wazee wenzake. Anawatunza mifugo wake Sara alipokuwa mjini kwa sababu ya kupata matibabu. Anaamua kuacha pombe na kuanza kumtunza mkewe mgonjwa. Swali la cha.
Tambua mbinu 4 za kimtindo katika dondoo hili, ambayo ni alama 4. Tunaona kwamba mbinu za kimtindo tunazungumzia nini? Haya ni mapambo tu ya lugha. Na tunaona mbinu ya kwanza ni kejeli. Unaweza jiuliza, je, kejeli ni nini? Tunaona kwamba kejeli pia ni mbinu ya sanaa inayotumia maneno ya kudharau au kukemea kitendo au mtu fulani. Tunaona kwamba kejeli inaweza kutumia maneno ya madharau yanayojitokeza moja kwa moja au yaliyofichika. Pia kejeli yamejitokeza sehemu mbalimbali. Kwa mfano, pia kwenye Biblia kulikuwa na kejeli. Kwa mfano, kama wewe ndiye mfalme wa Wayahudi, jiokoe mwenyewe na utuokoe sisi. Huyo ni Yesu alikejeliwa. Kwa hivyo kwenye dondoo letu tunaona kejeli imejitokeza wapi? Tunaona imejitokeza hapo ambapo wanasema kutuona kama tambara mbovu. Mbinu ya pili, tunaona kuna mbinu aina ya takriri, ambayo tunasema kwamba ni mbinu ya kurudia neno moja au kifungu cha maneno ili kusisitiza ujumbe fulani. Kwa Kiingereza tunasema repetition. Tunaona takriri imejitokeza vipi? Tazama, neno kama limerudiwa hapo. Wakati mwingine unapata kwenye maisha yetu hii ya kawaida, unapata kina mama au wazee au wakati mwingine vijana wanarushiana matusi, na matusi yenyewe ukiyachunguza yana takriri ndani yake. Unapata mwingine anaambia mwenzake kwamba una kichwa kikubwa sana. Kwa hivyo hiyo ni takriri. Hata kama ni wewe wamekutusi hivyo, unafaa umpe heko na umwambie swadakta kwa kutumia mbinu ya lugha. Mbinu ya tatu ni mbinu aina ya tashbihi. Kwa hivyo mwanafunzi, kabla ya kulijibu swali lako, hakikisha unatoa pia mifano. Usiwe tu unataja tu mbinu na hautoi mifano. Fanya kama ambavyo ninafanya ili uweze kuzoa alama zako 4 bila wasiwasi. Kwa hivyo tashbihi ni nini? Au tashbihi inamaanisha nini? Tunaona pia ni mbinu ya lugha inayolinganisha vitu au hali mbili tofauti kwa kutumia maneno ya kulinganisha, kama au mithilia au sawana au ja. Na pia huitwa tashbiha au kwa Kiingereza tunasema similes. Kwa mfano, tunaweza sema mweusi kama makaa. Haya ni matusi ambayo mlikuwa mnatusiana. Kwa hivyo usione ni kama ni mageni kwako. Unaweza ambia mwenzako mweupe kama theluji, mrembo mithili ya malaika, baridi kama barafu, pumbafu kama kondoo, mwembamba kama sindano, maridadi kama kipepeo, mtundu kama tumbili, pendana kama chanda na pete, adimika mithili ya maziwa ya kuku. Hizo ndizo ambazo mimi nakumbuka. Kwa hivyo kama we unakumbuka ya kwako, weka hapo kwa comment section. Hebu tutazame hapa. Tashbihi imejitokeza vipi? Tazama, kama tambara mbovu. Mbinu ya 4 tunaona ni tashihisi. Hii ni mbinu ya kupatia kitu kisicho hai sifa za kiumbe mwenye uhai. Yaani tunaipa sifa za kibinadamu. Kwa Kiingereza tunasema personification. Kwa mfano, tunaweza sema picha hii imekuwa ikinikodolea macho tangu asubuhi. Ama unaweza ambiwa kiatu chako kinacheka. Kwa hivyo tunaipa sifa za kibinadamu. Hebu tutazame kwenye dondoo letu tuone tashihisi imejitokeza wapi. Tazama, miaka ikisonga. Miaka ikisonga. Swali la da. Kwa kutoa hoja 8 kutoka kwa tamthilia, eleza ni vipi utamaduni ulivyothaminiwa katika jamii hii ya bembea ya maisha, ambayo ni alama 8. Hapa tunaona kwamba kwanza, Yona anamwambia Sara kuwa fimbo ya mzee hurithiwa na mtoto wa kwanza. Kwa hivyo hayo ni majukumu. Pili, tunaona Dina anamwambia akiwa kuwa kuna watu bado wanauliza ni nani atarithi ardhi ya Yona? 3, Yona anataka kujua sababu ya Sara kutomwandalia chakula hata kama anajua ni mgonjwa. Hata hana huruma. 4, Sara anamwambia Dina mila inamfanya mwanaume kuwa mgeni kwake.
kwani hajui hata palipo sufuria. 5. Sara anamwambia Dina kuwa watu wakijua mume wake anamsaidia jikoni, watamsema na hadhi yake itashuka. 6. Neema anamwambia Bella kuwa wazazi wake hawawezi kulala kwake, kwani ni kinyume na utamaduni. 7. Sara anamwambia Asna ikiwa babake Yona ataonekana akiteka maji kisimani, wanakijiji watamsema na kumdharau, yaani kuchota tu maji. 8. Luka anasema zamani ilikuwa desturi mavuno ya kwanza kuonjwa na wazee ili kutoa baraka. 9. Sara anamwambia Neema kuwa utamaduni haumruhusu mwanamke kushindana na mumewe. Kulingana na Sara, hekima itokapo kwa mwanamke. Lakini wanawake wa siku hizi wanaweza kupiga hadi wakakupa talaka wenyewe. 10. Wanawake ni wategemezi kwa waume zao. Hapo wanawake mumenipata na mumenisikia, mmenielewa. Kwa hivyo nakupa heko mtazamaji wangu kwa kuganda nami hadi tamati. Bila kusahau nimekuwa mwalimu wako nahodha Amon Anses. Barikiwa, zidi kumtumainia Mungu, soma ili upite mtihani wako. Lakini ndiyo tabia yenyu wanawake. Miaka inaposonga kama hivi mnatuona kama vile tambara mbovu. Tambara lisilomjua hata mpiga deki akilini. Tatizo lako ni kwamba unakani sana. Hata ukielezwa vipi, lazima kwanza ubishe. Utakuja kunifanya nionekane mbwa kasoro mkia. Usemayo si kweli. Ndio, siwezi kudai kuwa tunaishi raha mstarehe 100%, lakini vile vile siwezi kugeuka popo kulisifia pango usiku na kulidharau mchana. Wewe unafyeruka roho bure. Ulitaka nifurahi gaya wakati huna kaba ya ulimi? Nimekusema wapi au vipi? Mimi ninaona una jambo, na heri uliweke wazi peupe. Bunju, ninaona mambo haya yanaanza kunishinda. Yanielei kamwe. Ilianza kama mchezo, lakini ilivyo sasa mkondo huu ni wa mashaka. Barabara sana mpenzi mtazamaji wa Bob TV Animations. Ninahodha wako Amon Anses. Nachukua fursa hii kukukaribisha wewe mtazamaji wangu wa Bob TV Animations. Na leo hii tunaenda kuangalia swali aina ya insha. Swali lenyewe liko hivi: jadili nafasi ya mwanamke katika jamii ya bembea ya maisha. Alama ni 20. Kabla ya kulijibu swali letu la leo, hebu kwanza niwape heko shule hizi chache ambazo zimekuwa zikitufuatilia. Ambayo ya kwanza naona ni St. Paul's Amakura High School ambayo inapatikana Busia County. Kisha shule ya pili ni St. Teresa's Girls School ambayo iko Mombasa. St. Kevin Nyali Elite High School iko Mombasa. Vine Spring Girls High School patikana Nairobi upande ya Ruai. Alafu shule nyingine ni Njeyeza Secondary School Nairobi. Lindelani High School ambayo iko Nairobi. Kisha tuko na Samoe Boys inapatikana Nandi. Kisha tunaingia hapa tunaona St. Joseph's Girls High School Kitale, wanapenda kuita Joga. Kisha tuko na St. Joseph's Boys National School ambayo iko Kitale, pia wanapenda kuita Jobo. St. James Mabonde High School patikana pande za Kitale. Kahuho Secondary School pia Kitale. Alafu tuna FSSK ambayo tunasema Friends Secondary School Kiminini. Kisha tuna Shimoni Secondary School Kwale County. Tusanzuke sasa kwenye swali letu ambayo ilikuwa inauliza tujadili nafasi ya mwanamke katika jamii kwenye tamthilia ya bembea ya maisha. Kumbuka ni alama 20. Kwa hivyo haya ni maudhui yanayoonyesha namna mwanamke amesawiriwa katika tamthilia hii ya bembea ya maisha. Kwa hivyo tunaona kwanza
mwanamke ni mwerevu. Mwanamke amesawiriwa kama mwerevu na mwenye maarifa, hekima na busara. Kwa mfano, katika ukurasa wa 6 tunaona akiwa anasema kuwa Sara amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri. Wote wamehitimu vizuri na kuleta faraja. Ana nini naye na amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri? Wote wamehitimu vizuri na kuleta faraja. Walishasema baada ya dhiki faraja. Pia tunaona Neema amesoma na kuhitimu chuo kikuu na ana kazi nzuri sana. Pia tunaona Asna na Salome vilevile wamefanikiwa kusoma hadi chuo kikuu. Salome alipita mtihani kwa kupata first class, alibahatika kwenda ng'ambo kuendeleza masomo yake. Napatikana katika ukurasa wa 28. Kumbuka nilikuachia mshahara huo, ukamsomeshea Asna mpaka ana degree yake, ingawa bahati ya ajira haijamfungulia mlango. Salome naye nimemlipia karo ya shule ya upili na chuoni. Kwa bahati nzuri, masomo yamemuitika, akapita vizuri na hiyo first class. Ameishi nasi hapa akisoma hadi pale alipobahatika kupata ufadhili wa kwenda kuendeleza masomo yake ng'ambo. Katika haya yote, mimi najitahidi kukuelewa. Ingekuwa furaha iliyoje kama mimi vile ungenielewa. Pili, tunaona mwanamke ni mwenye busara. Mazungumzo ya Sara katika tamthilia hii yanaonekana kuwa wingi wenye hekima na busara. Pia tunaona Sara anatoa ushauri katika masuala mbalimbali kama vile masuala ya ndoa, maisha, heshima na mengineyo. Tatu, tunaona kwamba mwanamke anatarajiwa kujifungua watoto wa jinsia zote, na akikosa analaumiwa. Kwa nini tuwalaumu? Tunaelezwa kwamba Sara alisutwa na kutukanwa na wanajamii kwa kukosa mtoto wa kiume tu, hata baada ya kujaliwa na mabinti watatu baada ya muda mrefu bila watoto. Tunaona inapatikana katika ukurasa wa 6 na wa 7. Mwanangu, nikuambie nini? Sara ameitwa tasa. Wakati mwingine yeye na mumewe wameitwa wagumba. Japo shoka la ugumba limemwangukia yeye zaidi kuliko mwenziwe. Lakini mama, si wana watoto? Hao ndio unasema watoto hao si wao? Damu yao hiyo, lakini wameiona baada ya hodari wa kusema kuwabandika hili na lile. Vipi hivyo? Yaani yamesemwa mengi siku nyingi, lakini ilivyo ada katika jamii nyingi za Kiafrika. Asiyejua safari ya Sara na Yona akielezwa huiona kama filamu. Kwa ufupi, Yona alifunga uchumba na Sara na hatimaye wakaoana na kuishi vizuri, ila milango ya baraka ya watoto ikakawia kufunguka. Tulivyo wa Afrika, ikawa kuna waliojua tatizo kuliko wenye tatizo. Kazi ikawa ni kuwasema, wakalaumiwa na kusutwa. Watu wakanong'ona na kusema faragani. Lakini hatimaye Mungu akaridhia wakati wake aliouona bora. Vilaika vyao hivyo vikaja kujaliwa kuwa watu wazima, na kama kuvifidia vikapewa fikra pevu na bongo za sumaku. Kweli mwanadamu ulitaka lake hima. 4, tunaona kwamba mwanamke ni mvumilivu. Hebu tueleze ni jinsi gani mwanamke ni mvumilivu. Tunaona kwamba mwanamke amesawiriwa kama mtu mvumilivu na anayestahili kuvumilia mateso na bugudha za ndoa. Kwa mfano, Sara anavumilia ndoa yake ambayo ilikuwa na changamoto nyingi sana. Aidha, anavumilia mumewe Yona baada ya kumtesa na kumchapa kichapo cha mbwa. 5, tunaona kwamba mwanamke ni mwenye busara. Neema anapewa mawaidha na mama yake kuhusu kuzidi kuvumilia ndoa yake. Kudhihirisha swala hili la uvumilivu wa ndoa, tunamuona Neema akimueleza mumewe kwamba anakubaliana na wazo kuwa hawaishi katika ndoa ya raha mstarehe 100%. Tunaona hii iko katika ukurasa wa 48. Wazo hili linaonyesha kuwa Neema pia anavumilia ndoa yake na Bunju. Yeye dada anaona si kuchagua vizuri, lakini nilikwisha chagua. Nina jeshi lake, nyuma hakurudiki. Mimi ninamwelewa Bunju alivyo. Yeye ni kitinda mimba,
Amelelewa na wakubwa wake. Mahitaji ya wazazi wake yalishughulikiwa na hao wakubwa wake. Wala hajazoea majukumu kama haya. Yeye anajua kuwa familia ni yeye, mke na watoto. Zaidi ya hapo ni mzigo. Mara ya kwanza nilipomweleza akakosa kuelewa. Nilipata culture shock. Hiyo nao ni nini? Ni mshtuko wa namna fulani unaotokana na mtu kukabiliwa na hali ya maisha ya watu wengine ambayo inapigana na ile yake aliyoizoea. Hebu tuambie dada, kisha ikawaje? Nikiwa ninalipiga darubini hilo la kushangaza, nikagundua naye alikuwa na culture shock yake. Hakuelewa vipi mtu atachukua jukumu la kubeba mizigo ya familia nzima badala ya kujiendeleza. Lakini ninashukuru maana licha ya yote, tunaelekea kujua mipaka ya ushirikiano wetu ilipo. 6, tunaona kwamba mwanamke ni mjukumikaji. Mwanamke ameonyeshwa kama mtu anayestahili kujukumika katika majukumu ya nyumbani. Hapa tunaona ni Sara, anasawiriwa kama mtu mwenye majukumu ya shambani, jikoni, nyumbani. Kwa jumla, Yona anapomkuta Sara ameketi, analalamika kuwa hajaandaliwa chochote. Inambidi Sara amtumie salamu Dina ambaye ni rafiki yake ili aje amsaidie kupika. Hali hii inaonyesha kuwa ni jukumu la mwanamke kupika na kuandaa chakula kwa mumewe. Sara, bado ungali pale pale. Nyumba hii haifuki, walau moshi hata kama chakula ni taabu kwako. Yona mme wangu, moshi utafukaje? Ninajua sasa karibu atarudi. Hivi amekwenda wapi? Hakusema, ameondoka tu. Alikuwa amekuja kutoka huko kwa wenzio kupata chochote, lakini akapata mwenyewe nilivyo hoi, hata jiko halijaona kiberiti. Ilivyo desturi ya wanaume wetu, naye akataka kujua kwa nini sikumwandalia chochote. Haoni hali yako? Anaona, lakini inafikiri malezi na makuzi yanamtuma hivyo. Wanaume wetu hawawezi hata kusaidia kupiga makasia chombo kinapopungukiwa upepo. Afadhali cha kukosa upepo, hata cha kukumbwa na dhoruba, leo ni kukitazama tu. Wakati mwingine nashindwa kuwaelewa. 7, anaathirika na utamaduni gandamizi. Kizazi cha jana kimesawiriwa mwanamke kama mtu asiyestahili kupata elimu. Sara anasema kuwa siku zao elimu ya wasichana ilifanywa bezo. Yeye aliachia darasa la 7, ukurasa wa 33. Usicheze na akili zangu hizi. Elimu ndiyo si kupata sawasawa. Siku zetu, elimu ya wasichana ilifanyiwa bezo. Mimi niliachia darasa la 7. Haya, nimesikia. 8, tunaona kwamba ni kiumbe dhaifu. Mwanamke amesawiriwa kama kiumbe dhaifu, kiumbe ambacho hakifai kushindana na mwanaume. Tunaona kwamba Sara anamwambia bintiye Neema kuwa utamaduni ungali una nguvu na hawezi kushindana na mwanaume. Tunaona hii iko katika ukurasa wa 66. Ningefanya hivyo mngezeekea hapa. Kwa hivyo uliyafanya hayo yote kwa ajili yetu. Hata bila nyinyi ningefanya tu. Utamaduni wetu ungali una nguvu mwanangu. Huwezi kushindana na mwanaume. Huwezi. Wanawake wangapi ni wajuao hodari kuliko wanaume katika kazi zao? Wengi tu. 9, ana msimamo thabiti. Mwanamke katika tamthilia hii wameonyeshwa kama wenye msimamo thabiti. Sara na binti zake wamesawiriwa kama wenye msimamo imara. Kwa mfano, Sara anasimama na familia yake hata baada ya kutukanwa na kukejeliwa na wanajamii. Hakuacha familia yake, alisimama nayo hadi wakati wa mwisho.
Asna pia ana msimamo wake kuhusu ndoa. Katika ukurasa wa 53, anashikilia msimamo kuwa ndoa ni taasisi inayomkandamiza mwanamke na kuwa haifai. Mama, mitego haifanani. Yako si sawa na yangu. Ndio maana tumekusomesha, uyatumie maarifa hayo kuendesha maisha yako. Kule shuleni hawafundishi kunga za ndoa. Ndoa ni mtihani mkubwa kabisa. Nao wameshaona wengine walivyoufanya. Mama, ajabu ya ndoa ni kwamba unafuzu na kukabidhiwa cheti kabla ya kuukalia mtihani wenyewe. Mtihani huja baadaye. Kisha mitihani hiyo haina silabasi mahususi. Kumi, tunaona wanaenziwa kijijini. Luka anamsifu Neema kuwa msichana wa kwanza kuendesha gari kijijini mwao. Anamuita simba wa kike. 11, tunaona kwamba ni wa kukejeliwa ndoa inapoingia dosari. Sara na Yona walipokosa mtoto katika ndoa yao, Sara alilaumiwa na wanakijiji. Kusema nako walisemwa, lakini nilivyosema, Mungu hamwachi mja wake. Aliitikia sala zao kwa wakati aliouona bora. Wajuaji walibaki vinywa wazi. Ikiwa una swali au maoni, tuma tu kwenye nambari ambayo unaiona kwenye skrini yako na tutaling'amua. Mwisho kabisa, tungependa kushukuru watazamaji wetu wote ambao wamekuwa wakitufuatilia, wakitutazama, kwa kutufikisha subscribers 10,000, ambayo haijakuwa safari rahisi sana. Mungu azidi kuwabariki, na wanafunzi wote ambao wanaenda kukalia mtihani wao, watahiniwa wote wa kidato cha 4 pamoja na gredi ya 9 pamoja na gredi ya 6. Tunasema kwamba wacha Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki, azidi kuwa nanyi, na mtafaulu katika jina la Yesu. Amina, amina, amina. Amon Anses ndilo jina langu. Kuna kupanda na kushuka kwa maisha, kuna mateso yanayokuisha, yatakwisha. Kuna mengi utayaona kwa maisha, ni bembea ya maisha. Maisha ni kujaribu. Kwa kina sisi mahuluku taabu, sawa na mtu aliyetapatapa kwenye mafuriko. Lazima kushikilia chochote na popote mradi upate kusalimika. Swadakta sana mtazamaji wetu wa Bob TV Animations. Kumbuka ni mwalimu wako na nahodha wako Amon Anses. Kwanza kabisa, asanteni sana kwa kuungana nasi leo, na washukuru kwa moyo wenu wote, kwa wanaotutazama, mnaoshare video zetu, na hasa ninyi mnaotuma maswali yenu. Nakwambia kwamba maswali yenu yanatupa nguvu na yanatuongoza na tujue mnahitaji nini zaidi. Tunawakaribisha muendelee kuwasiliana nasi, tuma maoni au maswali yako kupitia namba zetu. Tuko hapa kwa ajili yenu. Sasa, bila kupoteza muda, tuende moja kwa moja hadi kwenye somo letu la leo. Tunachambua tamthilia ya Bembea ya Maisha. Swali linasema hivi: maisha ni kujaribu, kwa akina sisi mahuluku taabu. Sawa na mtu aliyetapatapa kwenye mafuriko, lazima kushikilia chochote na popote mradi upate kusalimika. Swali la kwanza: eleza muktadha wa dondoo hili, alama 4. Swali la pili: bainisha aina mbili za taswira katika dondoo hili, alama 4. Swali la 3: fafanua umuhimu wa mzungumzaji katika kujenga tamthilia ya Bembea ya Maisha, ambayo ni alama 8. Swali la ba: eleza jinsi mbinu rejeshi ilivyotumika kukuza maudhui katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama 20. Tuanze na swali la kwanza: eleza muktadha wa dondoo hili, alama 4. Hapa tunaona msemaji wetu ni Asna
naye msemewa ni Sara. Walikuwa nyumbani kwake Asna, na sababu kuu ni kwamba ni baada ya Sara kumwambia Asna kuwa anaishi maisha ya dhiki kushinda kijijini. Na Asna anasisitiza kuwa licha ya matatizo lazima waendelee kupambana ili waweze kupata suluhisho. Nyumbani hiki ni kizimba cha kuku mwanangu. Sasa utajibana humu mpaka lini? Wewe cheka tu. Niache nicheke mama. Hii servant kote inanitosha. Kwanza mtaa huu si kila mtu anayeweza kuuishi. Chumba hiki kinaonekana kidogo, lakini kodi yake ni sawa na inayolipiwa nyumba ya vyumba viwili katika mitaa mingine. Swali la pili, bainisha aina mbili za taswira katika dondoo hili. Alama 4. Taswira ni nini? Taswira ni mbinu ya lugha ambayo mwandishi anatumia maneno kujenga picha kwenye akili ya msomaji. Tuna aina 6 za taswira. Tunaanza na taswira ya kwanza ambayo ni taswira muonjo. Hapa tunaona kwamba msanii anaweza kutueleza namna chakula kilionjwa hadi msomaji akataka adondokwe tu na mate. Taswira ya pili ambayo ni taswira oni. Hapa msanii hutoa maelezo hadi msomaji akaona picha ya kitu au jambo fulani mawazoni. Hiyo tunaita taswira oni. Taswira ya tatu inaitwa taswira hisishi au taswira hisi. Hapa msanii anaweza kueleza hisia za mhusika fulani kama furaha, majonzi na kadhalika. Taswira ya 4 ambayo ni taswira makini. Hapa msanii anaeleza jinsi ambavyo alisikia jambo fulani kwa makini. Taswira ya 5, taswira mnuso. Hapa msanii anaeleza mambo kuhusu harufu anayoingiamua kupitia pua lake. Kisha taswira ya 6, taswira mguso. Msanii anaeleza alivyohisi kwa mguso. Yaani unamguza mtu kisha anaeleza alivyohisi. Taswira mguso. Tunaona tuna taswira aina ya oni. Taswira oni imejitokeza wapi? Tazama mtu aliyetapatapa kwenye mafuriko. Hapa tunaona kwamba inatoa picha ya mtu aliyehangaika kuokoa maisha yake. Taswira ya pili tunaona tuna taswira mguso. Lazima kushikilia chochote na popote. Hapa inamaanisha msomaji anamuona mtu akijaribu kushikilia kitu ili asizame. Ni aina tu za taswira. Swali la 3. Fafanua umuhimu wa mzungumzaji katika kujenga tamthilia ya bembea ya maisha ambayo ni alama 8. Mzungumzaji wetu ni Asna. Lazima uhakikishe kwamba umemtaja kwenye swali. Kumbuka ukiulizwa umuhimu wa mhusika yoyote, hakikisha kwamba unarejelea maudhui ambayo aliendeleza. Kwa mfano, jinsi alivyoendeleza umuhimu wa lugha, jinsi alivyoonyesha wahusika wengine. Kumbuka toni ambayo alijenga na shida au matatizo ambazo alipitia. Ukirejelea hayo yote, utaweza kuzoa alama zako kwa urahisi. Hebu tuone umuhimu wa mzungumzaji. Kwanza, tunaona kwamba ni kiwakilishi cha wanawake waliosoma sana katika jamii. Amesoma hadi chuo kikuu na ana degree. Pili, ni kielezo cha baadhi ya wanawake wa kisasa ambao hawako tayari kuolewa kutokana na changamoto aliyoona katika ndoa ya wazazi wake na ya Neema. Tatu, tunaona kwamba alitumiwa na mwandishi kuonyesha kwamba kuna ukosefu wa ajira kwa vijana katika jamii. Licha ya yeye kusoma hadi chuo kikuu, bado hajapata ajira jijini. Umuhimu mwingine tunaona ni kwamba anatumiwa kujenga baadhi ya wahusika katika tamthilia. Anawajenga Sara, Bunju, Neema na hata Yona. Kupitia kwake, anajenga mbinu za kuchanganya ndimi. Anasema kuwa alipoenda kwa Neema, Lemi alimfundisha na kumpa hadi homework. Anajenga baadhi ya mandhari. Anajenga mandhari ya jijini kupitia makazi anayoishi akiwa mjini.
anajenga maudhui ya elimu na nafasi ya mwanamke katika jamii. Kumbuka kwamba wakati unataja umuhimu wa mhusika, tumia msamiati maalum. Tumia maneno kama haya: ni kielezo cha, alitumiwa na mwandishi, anakuza maudhui, anaeleza maudhui. Swali la ba: eleza jinsi mbinu rejeshi ilivyotumiwa kukuza maudhui katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, ambayo ni alama 20. Mbinu rejeshi ni kisegere nyuma. Na hapa tunaona kwamba mwandishi anaturudisha nyuma kupitia mhusika mwingine kutueleza mambo ambayo yalitendeka awali. Kupitia mbinu rejeshi mwandishi alikuza maudhui gani? Na kwanza tunaona kwamba tuna malezi bora. Hapa tunaona kwamba Sara anamwambia Yona kuwa walijisatiti kuwalea watoto wao kwa taabu, ila walikuwa wanatimiza wajibu wao. Ya pili tunaona ni utepetevu kazini. Sara anatujuza kuwa mfanyikazi wake wa kwanza aliondoka kwa madai kuwa kazi ni nyingi, naye wa pili walimwachisha kazi kwa kutokuwa mwaminifu. Tunaona ingine pia ni uwajibikaji. Sara anatueleza kuwa Neema aliwaajiri wafanyikazi. Ingine ni utamaduni. Dina anamueleza ikiwa kuwa baada ya Yona na Sara kubarikiwa na mabinti, watu walianza kuwasema kuwa hawana mrithi, ulevi na athari zake. Dina anamwambia kina namna Yona alikuwa akimpiga mkewe Sara baada ya kulewa. Sara anatueleza Yona alifutwa kazi kwa sababu ya ulevi. Ingine ni elimu. Tunajuzwa kuwa Salome alipata ufadhili kuenda kusomea ng'ambo. Mabadiliko. Tunajuzwa kuwa zamani Yona alikuwa mpenda dini, lakini aliingishwa ulevini na wenzake. Hiyo taabu yote mliojipa kutusomesha, ina faida gani kama tutarudi huko vijijini na kuishi kama yeyote yule? Maisha ni kujaribu. Kwa kina sisi mahuluku taabu, sawa na mtu aliyetapatapa kwenye mafuriko. Lazima kushikilia chochote na popote mradi upate kusalimika. Sina la ziada ila tu kuwashukuru kwa kuganda nami hadi tamati. Kumbuka ni mwalimu na hodha wako Amon Anses. Subscribe, share na pia comment. Bob TV Animations.